pia utapata ya kuona ya kuwa chama kile cha CCM kinapata kupoteza umaarufu na upande mwingine kinamwongezea umaarufu Bwana Tundu Lissu. So dakta mpenzi msikilizaji, na karibu tena kwa idhaa yetu, idhaa inayoangazia maadili na vile vile pia inaangazia uzalendo na pia itikadi njema katika bara la Afrika. Leo tunazidi kupiga kambi pale katika nchi ya Tanzania, na vile vile pia tunazidi kuchanja maswala tukitafuta kujua kinyang'anyiro kinachokuja cha mwaka wa 2025 hapo Oktoba. Ni nani atakayeibuka mshindi? Ni nani atakayepeperusha bendera hiyo ya Tanzania? Ni nani atakayekuwa amiri jeshi mkuu wa jeshi la Tanzania? Kati ya CCM na Chadema, nani atakayeibuka mshindi? Mpenzi msikilizaji, siasa mwaka huu zimepamba moto na zimekuwa za aina yake kupitia kwa wale wagombea viti vile. Ukiangalia kwa upande wa CCM tuko na Bi Suluhu ambaye kwa sasa ndiye rais wa taifa huru la Tanzania, na vile vile pia upande ule mwingine wa ule uongozi wa kile chama cha Chadema, chama kikuu cha upinzani nchini mle, kinaongozwa na huyu kijana machachari Tundu Lissu. Chama cha Chadema kimekuwa pia na changamoto nyingi sana. Vile vile pia upande ule wa serikali ama katika kile chama cha CCM pia ziko pia changamoto. Hivyo ni kusema vyama vyote viwili viko na changamoto zake. Basi hizo changamoto wakati watakapoweza kuzitatua, kwa kweli hizo ndizo zitakazoamua ni nani atakayekuwa anabeba bendera ama anapeperusha bendera ya nchi hii. Ukiangalia pale katika chama cha Chadema, changamoto ni nyingi. Ziko zile ambazo zilianza pindi tu pale Bwana Tundu Lissu alipopatiwa kupeperusha bendera ya Chadema mwakani hapo Januari, wakati ule wa uchaguzi wao wenyewe. Kwa hivi majuzi tumepata kuona michakato ambayo imejitokeza na vile vile pia changamoto ambazo zimekuwa zikikumba vyama vyote viwili. Michakato hiyo basi imepelekea hata yule kiongozi wa Chadema na wengine kutiwa nguvuni, hivi kungoja mashtaka yao kuendelea mwezi wa 6 tarehe 2. Bwana Tundu Lissu alipata kushikwa na kwa tuhuma za uhaini na vile vile pia kueneza habari ambazo si za kweli. Yaani amekuwa akichochea. Hivyo ndivyo alivyoandikiwa mashtaka yake, na alipopewa nafasi basi pale kotini aliyapinga yote na kurudishwa rumande hadi ile tarehe ambayo nimetoka kuisema hapo awali. Chama kile cha Chadema pia kiko na changamoto zake za ndani kwa ndani ambazo zinaipatia nafasi kubwa sana chama cha CCM kwanza kuonekana kuwa kina nafasi ya kuweza kushinda uchaguzi ujao. Iwapo basi chama hiki cha Chadema kitaweza kuangazia zile tofauti zao ama yale mambo ambayo yanawafanya waanze kuwa na utengano wa ndani kwa ndani, basi chama cha Chadema huenda kikaibuka na ushindi. Bwana Tundu Lissu yuko na kazi mbili. Kazi ya kwanza ni kuunganisha chama, kukileta pamoja na kuleta wafuasi wake wote pamoja. Vile vile pia wale viongozi, tunajua ya kuwa utengano ni udhaifu. Kwa hivyo wale wote ambao wamekuwa kikihama kile chama kuanzia pale walipopiga zile kura za kutafuta mwenyekiti mwezi wa Januari tarehe 21 mwakani, basi kulionekana kuwa kuna mpasuko na kaa la moto likaanza kukichoma kile chama cha Chadema. Hivi basi kupelekea wafuasi wengine kuanza kuchomoka na kuelekea katika vyama vingine. Vile vile pia tunaona kuwa wako wale ambao wako na mtazamo tofauti. Wakati chama cha Chadema kinapoendelea kuuza sera zake, basi pia kiliweka makataa yake na kusema kuwa iwapo hakutakuwa na mabadiliko kuelekezwa kwa ile namna wanapopiga kura ama namna wanapoendesha uchaguzi, basi wao hawatajiwasilisha ili kushiriki katika uchaguzi. Humo ndani ya chama pia wako wale ambao wako na msimamo tofauti kulingana na kauli hiyo, ambao wanasema wao wako tayari kuenda kwa uchaguzi. Basi hilo ni jambo ambalo wenyewe ndani kwa ndani wanafaa waliangazie, walizungumzie na vile vile pia wapate jawabu, alafu watembee pamoja. Kwa sababu upande wa pili na CCM
iko kakamavu, inasema kuwa uchaguzi utakuwa, na hawaoni lolote lile ambalo linaweza zuia uchaguzi kutoendelea. Hapo basi msimamo huo wa serikali, ambayo pia serikali yenyewe inaongozwa na chama cha CCM, inamaanisha kuwa iko na mkono mmoja juu ya hawa wengine. Basi CCM nayo changamoto zake ziko. Kufuatia ile kuwasilishwa kwa Bwana Tundu Lissu kotini, kunayo mambo kadha wa kadha ambaye yalitokea, ambaye yamepelekea kuangaziwa ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Katika kila jumuiya wamekuwa wakiziongelea, wamejaribu kuangalia kwa nini mambo yaliendeshwa vile yalivyoendeshwa, kwa sababu wako wale ambao wakati huo basi walipata kuwa na malalamishi kuwa walipata kushikwa. Mambo yote yale ambao yanatendwa na chama kile cha CCM, na vile vile pia mikakati yote inayochukuliwa ama inayosemwa, ama mambo yale ama zile sera zinazouzwa na chama kile cha Chadema, hayo ndio mambo yatakayopelekea wananchi wa Tanzania kuweza kuamua ni nani watakaye mpatia mamlaka ya kuongoza tena katika kipindi cha miaka mitano. Tukumbuke kuwa Bi Suluhu alichukua uongozi kupitia kwa kufariki kwa aliyekuwa rais wa jamhuri hiyo ya Tanzania, marehemu hayati Mzee Magufuli. Mzee Magufuli alipofariki, basi ilikuwa ni kupitia kwa katiba yao kuwa aliye makamu wake ndiye atakayechukua hatamu na kuendeleza hadi wakati ule utakapofika kwa kipindi kile cha kupiga kura, ambacho ndicho hiki tunachoelekea. Basi mama ama Bi Suluhu amekuwa akileta marekebisho tofauti ambaye alianza pindi tu alipopewa ule uongozi. Amekuwa akifanya mambo hayo na wananchi wamekuwa wakifurahia. Wakati wote huo amekuwa akipigiwa makofi. Lakini wakati tu mwaka ulipogeuka na siasa zikaanza kuchukua mwelekeo wa kuelekea kwa kupiga kura, basi mambo yameanza kubadilika, na Bi Suluhu ameonekana kurudi nyuma kidogo na hata kuanza kupunguza yale yote ambayo alikuwa anajaribu kuyafanya. Hivyo ni kupelekea kwa wananchi kuwa wana mambo ama wako na misimamo tofauti, na vile vile pia wako na mapendekezo tofauti na vilio tofauti. Naye wale wanakariketwa ama wanasiasa ama viongozi wa chama kile pinzani cha Chadema, nao pia hawajasazwa. Wamekuwa kila wakati wakirusha cheche, wakipeana sera, na vile vile pia wamekuwa wakipeana makataa kusema kuwa iwapo basi serikali ya leo ama iliyoko haitafanya mabadiliko hayo, basi wao pia hawataweza kushiriki zoezi hilo hapo mwezi wa Oktoba. Hivyo basi mambo haya yote ukiweka pamoja, unaanza kuona ni nani anayepoteza na nani anayepata. Upande mmoja utaona zile hatua ambazo chama cha Chadema zinachukua zinawapelekea karibu na ushindi, na vile vile pia unapata zile hatua ambazo chama tawala cha CCM ambacho kinaongozwa na Bi Suluhu zinazochukua pia kinawasongeza karibu na ushindi. Vile vile pia katika hatua hizo unapata wakati mwingine vyama hivi vinachukua hatua ambayo inaenda kinyume, hatua ambayo inawafanya wapoteze. Kwa mfano, ukiangalia katika kile chama cha Chadema kimeanza kukumbwa na msukosuko. Msukosuko wenyewe ni wanachama kuanza kujitoa ama kuwa na mafikira tofauti. Wakati wengine wanaposimama kidete na kusema kuwa tunataka kuwe na mabadiliko katika katiba ili tuwe na uchaguzi huru, wengine wao wanasema kila kitu kiko shwari, sisi tuko tayari kwenda katika zoezi lile. Hivyo basi ni kumaanisha kuwa wote ambao wamo pale ndani au viongozi wako na fikra tofauti. Ijapokuwa yule aliye kiongozi wao ndiye pia aliyeshikilia na kukatalia kuwa lazima kuwe na mabadiliko. Basi ukiangalia upande ule mwingine, basi chama kile cha CCM nacho kinajua kuwa hakuna kitu kinachoweza kuzuia kura kutopigwa. Kwa hivyo wanajua na wamejizatiti na wanaendelea kujitayarisha vyema ili waende wakashiriki katika zoezi hilo wakati utakapofika. Ukiangalia hapo utapata ya kuwa chama cha Chadema huenda kikapoteza point moja, na upande ule chama kile cha CCM kimpata point moja. Kufuatia yale yaliyotokea pale Bwana Tundu Lissu alipoletwa mahakamani, pia utapata ya kuona ya kuwa chama kile cha CCM kinapata kupoteza umaarufu, na upande mwingine kinamwongezea umaarufu Bwana Tundu Lissu.
wakati wale wakireketwa kutoka nchini Kenya na wengine Uganda na wengine kokote, na hata wale wa ndani kwa ndani walipokuwa wakisogelea mahakama ili kufuatilizia ile kesi ilipokuwa inaletwa pale kotini, basi kulikuwa na sintofahamu, ambapo wako wale ambao walirudishwa walipokuwa wametua katika uwanja wa ndege, wako wale ambao walikuwemo ndani ya nchi ya Tanzania na walipata kukamatwa, na vile vile pia kulalamika kuwa walipitia mateso kabla hawajarudishwa katika nchi zao, na vile vile pia pale ndani kwa ndani unapata kunao wengine ambao tuhuma zinasema kutoka kwa upande wa Chadema kuwa basi walipata kuchukuliwa katika hali ambayo si ya sawa, hivyo kupelekea zile asisi ambazo zinahusika na mambo ya haki za ubinadamu kuanza kutoa sauti na kukoroma hadi hata Mwamerika ama nchi ile ya Marekani ikapata kusikia na pia wao kupeana kauli yao. Hivyo basi tunasema kuwa serikali ama chama kile cha CCM hapo pia kinaendelea kupoteza. Haifai kuwa wataanza kuangaziwa katika hali ya kuwa wao hawawezi kushughulikia wananchi wao katika hali ipasavyo. Hivyo basi inamaanisha wakati Chadema inaposhindwa na inapopata changamoto zake na kuanza kupoteza, vile vile pia upande ule CCM inaanza kupoteza polepole. Hivi ndivyo inavyopelekea chama kuanza kuonekana dhaifu wakati tunapofanya yale makosa ya kisiasa, yani political plan. Inamaanisha wale wapiga kura pale ndipo wanapoanza kutuangalia na kutuona kuwa basi tuko na kasoro ambayo tukiendelea kuwa mamlakani tutapelekea nchi kudorora. Na vile vile pia upande ule wa Chadema ukiangalia vizuri, wakati wanapoanza kutawanyika ama wanapoanza kuonyesha mpasuko ndani kwa ndani, hiyo inamaanisha kuwa wanaleta unyonge, kwa sababu tunajua umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hivyo wameleta udhaifu ambao utapelekea chama kile kwanza kuwa dhaifu pia, na kitaanza kuwa chepesi, kitaanza kuwa chama cha kawaida, chama cha mtu kuingia na kutoka. Vile vile pia kama hujajiandikisha, fanya hivyo ili wakati wote utakapokuwa tukifanya changanuzi hizi uwe wa kwanza kupokea. Fanya hima, subscribe. Karibu sana hadi toleo lijalo.